Yes, mambo vipi? Mambo vipi? Natumai uko poa, kwa fresh unanitazama. Na Mungu ni mwema. Imekuwa ni siku nyingine tena, lakini leo tuko tofauti kidogo. Na leo nimekuja kitofauti, na nimekuja na issue ambayo inaweza kuwa very serious, na nadhani inabidi nizungumze kwa ukubwa sana. Naelewa ni issue ambayo tofauti sana, nizungumze kwa ukubwa sana kwa sababu kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii yetu ambayo sio kama anapendeza sana, naelewa. Kwa kawaida Mwenyezi Mungu alivyotuumba binadamu ametupa kila mtu talanta yake, naelewa. Kila mtu amemjalia kwa uwezo wake, unaelewa. Yani kwamba kuna mcheza mpira, kuna mtu ni mpishi, kuna mwingine ni mlinzi, naelewa. Wengine ni wakulima, kila mtu ana kazi yake. Kuna wengine wako maofisini, wengine ni mabosi. Sasa Mwenyezi Mungu kumpa kila mtu uwezo tofauti, si kwamba ana upendeleo, hapana. Ameweka hivyo ili kubalance, naelewa, kwamba katika maisha hapa duniani kwamba kuna balance ambayo ipo, kwamba huyu akiwa mwalimu mwingine awe daktari, naelewa, kwamba daktari lazima apate mwalimu amfundishe aweze kuwa daktari, na mwalimu pia apate mwalimu amfundishe aje kuwa mwalimu, naelewa. Hawa viongozi ambao tunao pia wameandaliwa kutoka katika mikono labda ya walimu na watu wengine wote ambao wamewalea, naelewa. Sasa katika maisha ya Mwenyezi Mungu kutupa hizi talanta tofauti ni kwa sababu ya kuweka ule usawa katika maisha, kwamba tuishi katika usawa ambao ule hivyo, yani kwenye maisha, na mimi unanielewa. Sasa leo nataka kuzungumzia nini? Kwanza nataka nikupe kisa kimoja, kisa ambacho kinaniumiza sana akili, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimesha kupitia maisha kama hayo. Lakini of course juzi hapa nilikuwa nazungumza na rafiki yangu na amepitia hiyo changamoto. Sasa nikasema si jambo zuri, yani kwa mfano kwa sisi ambao Mwenyezi Mungu labda anaweza akametujalia ile sauti ya kuzungumza, tuweze kuzungumza, na tukikaa kimya inaonekana kabisa haijakaa poa. Ingawa mwingine anaweza kanichukulia negative, lakini mimi nataka nifikishe ujumbe, na kama utafika kwa maumivu itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu ndio lengo la kufikisha ujumbe. Siku zote hakuna kitu ambacho uwaga kikiwa ni cha ukweli kama kinaumiza au kiumizi. Kikiwa kiumizi ujue hiki hakijafika, kikiumiza maana yake ndio makusudio yake kiumize. Sasa nataka nikupe story gani? Juzi hapa nilipokea simu ya rafiki yangu, alinipigia, naelewa. Alikuwa amepata changamoto. Rafiki yangu of course yeye na familia yake alikuwa amepata changamoto, na changamoto ambayo alikuwa amepata ni kuuguliwa na mtoto wake. Sitazungumza mengine, lakini tuchukue hili. Alikuwa anauguliwa na mtoto wake, unaelewa. Sasa kwenye kuuguliwa na mtoto wake alipigiwa simu na mkewe akiwa kazini, kwamba bwana mtoto hali yake sio nzuri, naelewa. Ulimwacha kidogo hivi, lakini hali yake imebadilika ghafla, kwa hiyo inabidi tumpeleke hospitali, naelewa. Na muda huo jamaa tayari ameshafika kazini, umeona, na sasa anatakiwa kuendelea na majukumu ya kazi pale ofisini. Na inakuwaje? Akamwambia sasa, waifu tunafanyaje? Hebu fanya mpango basi, kama vipi uweze kutangulia na mtoto hospitali, naelewa. Shemeji ambaye mimi namuita shemeji ambaye ni mkewe akamwambia bwana, of course yani balance ambayo mimi ninayo hapa na hisi ni ndogo, unajua, na sidhani kama inaweza ikajitosheleza. Sasa mimi ninachokiomba wewe, fanya tu mpango iwezekanavyo, yani fanya uje, naelewa, au la uje hospitali, maana yake mimi nitangulie na mtoto, wewe uje hospitali ili tuweze kujua tunafanyaje. Of course jamaa akamwambia basi si jambo baya, hebu tangulia na mtoto hospitali, jiandae haraka haraka uende hospitali, afu mimi ngoja nifanye mpango wa kuomba ruhusa niweze kuja wapi, niweze kuja hospitali. Sasa alivyokata simu tu ya wife wake, of course akajaribu kuwashirikisha watu wake wa karibu pale ofisini, naelewa, ambao ni wafanyakazi wenzake. Bwana jamani, nimepata changamoto 1 2 3, naelewa, natakiwa niende wapi? Niende hospitali, umeona. Sasa bahati mbaya ni kwamba bosi alikuwa hajafika ofisini nyakati hiyo, umeona, kapitia kwenye mambo yake mengine kwa mujibu wa maelezo alikuwa amenipa, naelewa. Na akiangalia na yeye balance kidogo hana. Unajijua siku hizi maisha sasa hivi na hizi ofisi zetu, unajua unaweza ukapata kama hii Januari wengine wanasomesha, naelewa. Kwa hiyo unakuta labda kalipa ada na nini na mambo mengi yalivyokuwa Januari, naelewa. Sasa akawa hana ile balance ya kusema kwamba anaweza ikamtosheleza kwa ajili ya matibabu, ajui
hospitali itakuwa inagharimu kiasi gani. Na ili upate huduma ya haraka, maana yake ni kwamba at least uende shule hizi hospitali za private, unaelewa. Unaweza kukuta foleni sio kubwa na nini, unaelewa, na kwa sababu ya pesa yako unaweza kushangaa mtoto akahudumiwa haraka na nini. Kwa hiyo akajaribu kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi wenzake waweze kumsaidia japo kama ni kumwazima pesa, unaelewa. Kama kuna mtu ambaye anaweza kumwazima pesa, amwazime pesa kwa ajili ya kwenda hospitali, unaelewa. Sasa of course hakupata msaada wa haraka, ila tu mmoja wapo akamshauri, bwana wewe kama vipi, fanya mpango, muone bosi, unaelewa, yani wasiliana na bosi, unaelewa, ili aweze kukusaidia kwenye hiyo issue, unaelewa. Sasa hapa ndo kwenye jambo la msingi ambalo nataka tuje tuliangalie, unaelewa, baada ya kuambiwa wasiliana na bosi. Kwa of course, kwa sababu bosi alikuwa hajafika, jamaa ikabidi ampigie simu. Akawa amepiga simu mara ya kwanza, piga simu, bosi akawa simu ya bosi haikamati, yani apokee simu, unaelewa. Akawa ametulia, akasema labda inawezekana akawa labda kwenye foreni au hiyo sehemu ambayo amepitia na nini, unaelewa, kwa sababu sio kawaida ya bosi wao kuchelewa sana ofisini. Kwa hiyo sasa kilichotokea, akawa ametulia, yani kama baada ya muda fulani, kama baada ya dakika 4-5 akapiga tena simu, unaelewa. Unaelewa, simu inaita, bosi apokei. Jamaa anachanganyikiwa, akampigia tena simu mke wake. Mke wangu vipi, ushatoka nyumbani? Ndio nimetoka mimi, inabidi nichukue bajaji kwa sababu naona kitendo chako yani kusema kama nitapanda usafiri wa daladala mpaka hospitali itakuwa ngumu, hali ya mtoto naona ameregea, unaelewa, yani itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hapa inabidi nimechukua bajaji, nipo na jirani hapa, mama fulani ndio nimeondoka naye, unaelewa. Akabeba, sawa wewe nenda, mimi nakuja. Sawa. Akakata simu, kabidi tena mpigie simu. Sasa hapo jamaa inabidi sasa pressure, unajua ukishaambiwa mtoto wako anaumwa na ameregea tena hivyo nini, unaelewa. Kwa hiyo kama mzazi unakuwa unaelewa nini kinatokea. Jamaa ikabidi anyanyue tena simu, akampigia bosi. Pigie bosi, unaelewa. Bosi akapokea simu. Halo, nipo kwenye foleni. Akakata simu. Jamaa anakuambia ni bosi akutaka kuongea, anataka kumsikiliza, yani unaelewa. Kwa of course kaka tena ikabidi ampigie tena, yani bosi akapokea tena simu. Mimi nishakwambia nipo kwenye foleni na nini, yani kwamba alikuwa anamjibu yani kama kwa ukali fulani, yani kwamba kama bosi yani hayuko sawa au nini, naelewa. Jamaa kabaki anashangaa, yani kwamba mbona bosi yani imekuwa yani sio kama kawaida yake vile ambavyo mtu unamzoea na nini, yani kwamba unaweza sometimes kuzungumza naye, yani akamkatia simu. Okay, basi jamaa ikabidi awe mpole sasa, asubiri, yani anajaribu yani afanyeje. Sasa of course akawa amenicheki, naelewa, akanipigia simu. Of course, mwanangu vipi, fresh inakuaje? Nikamwambia bwana poa, naelewa. Vipi bwana? Aisee, nimepata changamoto, naelewa. Mtoto hapa hayuko sawa, naelewa. Na hapa shemeji yako ni kwamba ninavyokuambia anaenda hospitali, naelewa. Lakini hapa nilipo mwanangu, nisikudanganye, mimi sina kitu mfukoni. Kama unaweza kanisaidia kiasi chochote chokuwa nacho, naomba unisaidie. Of course sio kama mimi nilikuwa niko sawa nina pesa la, lakini sasa nikafikiria ni kwamba mwanangu tena mpaka kaniambia, maana yake kabanwa na sisi ni wasela, lazima tusaidiane. Kama mwanangu nisikilize, mimi nitakurudia, naelewa, ngoja nijaribu kuangalia nini nafanya, naelewa, sawa. Ikabidi nimtumie mimi kiasi fulani cha pesa. Sasa issue ambayo nataka nizungumze sio ya mimi kumtumia pesa, ni issue ya bosi wake. Baada ya bosi kufika ofisini, kilichotokea ni nini?